Picha inaanza, tunamwona dada mmoja akiwa anamfurusha jamaa kutoka kitandani. Ondoka, ondoka kwangu. Sitaki kuona, uone muda umeenda. Nataka uondoke. Je, huyu dada ni nani? Huyu dada ni msichana mmoja mrembo sana na wa maisha ya juu na ana pesa nyingi na muonekano wa standard. Kwa kifupi, si wa kawaida, lakini anakuwa na upweke sana ndani yake, kitu ambacho kinamfanya aweze kuwa ananunua wanaume kwa kutumia ambao walijulikana kwa jina la private escorter, ambapo alikuwa akiwachukua akilala nao, baada ya hapo anakuwa anawalipa. Sasa dada huyu anajulikana kwa jina la Sugar. Dada mmoja hiyo wa kitajiri sana ambaye anakuwa na pesa nyingi na mali nyingi, lakini moyoni mwake kidogo kunakuwa hakuna furaha. Mara nyingi anakuwa na pressure na mambo mengi yakiwa yanatokea kwake. Lakini ghafla jamaa anavotoka anakutana na aunti yake. Huyu ni aunti yake ambaye anampenda sana kwa sababu ni mtoto pekee ambaye aliweza kuachiwa na kaka yake wa kuweza kumtunza. Lakini dada huyu na aunti yake wanakuwa wanarumbana sana kwa sababu aunti yake anakuwa afurahishwi na kitendo cha udada kuwa anachukua wanaume na kuweza kuwanunua, kufanya nao mapenzi, mwisho wa siku kuwaacha waweze kuondoka. Kwa hiyo kitu hiki kidogo aunti yake kilikuwa kinamchukiza sana na alikuwa hakipendi wala kukisikia. Lakini pia tunakutana na wamba hapa wawili. Wa kwanza jamaa rafiki yake na escort. Huyu Spence ndo tuseme ni king ambaye anaonekana sana kwenye mchezo kwa sababu yeye ni mtu ambaye ni mwandishi wa vitabu. Lakini katika kulitokea mashindano ambayo alitakiwa yeye aweze kuandika kitabu, na ambapo angeweza kuandika hicho kitabu na kushinda, mshindi alikuwa anaenda kujichukulia kitita kikubwa sana. Kwa maana hiyo rafiki yake anaamua kuanzisha ka private escort, ka company ka uongo na uzushi, ili kuweza kufanya jamaa aweze kuenda kwa wadada na kuweza kuwachunguza, kujua kwa nini wanakuwa wanachukua wale ma private escort na kwa nini wanakuwa wananunua wale watu, ni nini kinachowapelekea wenyewe waweze. Sasa leo ubaya wake, mtego umeingia kwa mwanadada yetu Sugar. Na hapo tunaona Sugar anaweza kuwa na huyu kaka na kuweza kuingia naye nyumbani, lakini kwa bahati mbaya aunti yake anaweza kugonga mlango. Sasa anapoweza kugonga ule mlango, kile kitendo kinaweza kukufanya Sugar aweze kumfungia bwana Spence ndani ya choo, kwa sababu kama tunavyojua Spence lengo lake lilikuwa ni kuja na kuweza kumchunguza udada. Lakini mtego haukuwa hivyo baada ya pale yule dada kuweza kufumaniwa na aunti yake, na tunajua kabisa aunti yake hapendi hivi vitendo, kwa maana yeye anaamua amfiche ndani. Lakini kibaya zaidi, Spence anapokuwa akivaa shati lake anajikuta kuwa amesahau wallet yake. Yani kama unavyoona hapo kwenye sinki pembeni kuna wallet, kwa Spence ataondoka bila kuichukua. Lakini kesho yake ataamua kurudi kwa dada na kuweza kumwambia, bwana, nimefuata ile wallet yangu. Lakini udada hakutegemea hivyo. Udada alijua amekuja kumwomba msamaha, kwa kuwa Spence siku ile aliweza kumjibu vibaya sana, kiasi kwamba Sugar kujiona yeye ni dada wa chini, wakati yeye anajua yeye ni wa matawi ya juu na ni mtu mkubwa na umbo lake tofauti, ile shape pale, nywele fulani hivi za Kijamaika. Basi alijua lazima mimi ni wa kiwango cha juu, kwa maana hiyo Spence lazima anishobokie. Lakini ilikuwa tofauti, kwa sababu Spence yeye alikuwa hawezi kumshobokia mdada kama huyo, na yeye lengo lake lilikuwa sio kumpata mdada kama huyo. Lakini Spence lengo lake lilikuwa ni moja tu, kuweza kujua kwa nini hawa wadada wanakuwa wakinunua wanaume na kuchukua wanaume as a private escort, lakini kuweza kujua kipi kinachowapelekea na kuweza kuandika story na yeye ya kuweza kumuingizia hela. Lakini kwa kuwa dada alikuwa na kashfa, kwa maana hiyo Spence naye alichukizwa na ile hali, akawa anamjibu kikashfa zaidi. Hizi kashfa zilipelekea kitu kizuri, zilipelekea udada kuanza kumtamani huyu kaka na kutaka kujua kwa nini kaka kama huyu aweze kunijibu mimi vibaya, na kuamua kuweza kwenda nyumbani kwa Spence na kuweza kumuofa ofa ambayo aloweza kuitoa udada. Udada alitaka Spence aweze kuishi naye kwake. Lakini kwa muda gani? Aliweza kutaka kuishi naye kwa mwezi mmoja tu. Baada ya hapo waende kila mtu na njia yake. Ndipo Spence anakubali na kwenda moja kwa moja kuishi na huyu dada. Lakini kitu kinachomshangaza, huyu dada alimnunua kwa sababu ya kitu kimoja, kuweza kumfanya naye mapenzi. Lakini akakuta dada hafanyi wala hapendi kufanya mapenzi. Lakini siku moja huyu dada aliweza kuwa, maana dada huyu ni mfanyabiashara, kwa maana aliletewa contact za kusaini. Lakini Spence aliweza kumsanua na kumwambia, hapana, usisaini huo mkataba paka
uweze kusoma. Na kumbe huyu kijana tunayemwona hapa anaitwa Frank. Frank alikuwa ni mfanyakazi wa udada, lakini inaonekana alikuwa akimhujumu na kuweza kuibia kwenye kampuni. Jambo ambalo linasababisha na kumsaidia sana udada kuweza kujua kuwa kumbe kwenye kampuni kulikuwa na ubadhaifu wa fedha. Kwa maana hiyo Mwamba alikuwa ameweza kumwokoa huyo sister kupoteza kitita kirefu sana, kwa sababu hizo document hapo aliweza kuzichukua moja kwa moja na kwenda kuzipeleka kwa mwanasheria wake ili kuweza kujua kama document ziko sahihi au kuna ubadhilifu wa hela umeweza kutokea ndani yake. Lakini tukumbuke kijana Spence ndo aliweza kumsanua. Basi dada alianza kufuatilia mkataba na kuanza kuusoma na kuanza kuupitia. Je, ni kweli hizi hela ambazo naenda kusign ni kweli zina umuhimu au zinaenda kweli kutumika kwenye kampuni au zinapigwa? Kwa sababu tukumbuke huyu dada hii kampuni alikuwa ameachiwa tu. Hapo ndo anapoamua kuweza kumpigia wakili wake, na wakili wake anaweza kumwambia huyu jamaa ameweza kuwa akimpiga hela nyingi sana toka zamani. Kwa maana hiyo Mwamba alivyomsanua dada huyu aliweza kufly sana, na kwenye kufly na kupendana na jamaa akaanza kumsaidia kidogo, ka feeling fulani hivi kakaanza kuingia kati ya mmoja na mwingine. Mambo yalianza kuwa mbaya sana kwa sababu dada aliweza kumwamini Mwamba wetu kuwa Mwamba sasa hivi anaonekana yuko poa. Ikafikia hatua paka wakasema sasa tufunge ndoa, lakini ndoa iwe ya uongo, na kitu kigumu sana ilikuwa ni kumwaminisha anti, kwa sababu anti yetu anatakiwa amini kuwa watu wanapendana. Lakini Malavidavi alianza utamu. Mwamba anaangalia shape la mtoto hapo na kuweza kumsindikiza na kumpeleka kazini. Humo ndani mapenzi yalianza kuwa mazito sana. Vijana walianza kupendana kwa hali ya juu na kuonyesha upendo wa dhati ambao ulikuwa ukiweza kuendelea. Mara anamrudisha kazini, anampeleka kazini. Mwamba tunajua hana kazi zaidi ya kuandika vitabu, kwa maana hiyo muda mwingi sana alikuwa anamtumia na dada. Fly ilianza kwenda, yani siku kama tarehe 14 ya Valentine, maua mengi walimwagiana sana wa dada, na kitendo cha kuwafanya wao waweze kuwa na furaha ya moyoni. Kila mtu alionekana furaha na kupenda sana mwenzake, na mapenzi yalizidi kuwa mbashara mpaka dada yetu ambaye alikuwa akinunua tu wakaka na kubadilisha wakaka tofauti anavyoamua kumwambia Mwamba, bwana Spence, kwa kipindi hiki ambacho nimeishi na wewe, mimi bwana nimefanikiwa kukupenda na nataka uwe mwanaume wangu wa milele. So mambo yanakuwa ni ya moto sana, mapenzi yanaanza kuonyeshwa, love zito linaanza kutokea hapo. Mwamba naye kwa kuwa moyo wake ulikuwa tayari umeshaanza kumtamani huyu dada. Kuna kipindi alikuwa akilala anamuota huyu dada, afu dada mwenyewe ni tajiri mzuri, alafu Mwamba ametokewa kuvutia naye kinoma. Basi kunatokea katabasamu fulani, macho fulani ya kuangaliana na kuvutana, lips fulani hivi zikitamaniana, na pap, Spencer anaambiwa, Spencer, mimi nakupenda. Basi bwana Spencer anafurahia lile jambo, anatamani amkumbatie, amchukue, amweke kifuani kwake. Amefurahia, amini kama ameweza kukubali. Mara papo anapewa busu fulani hivi, tambazo, busu fulani hivi la kuvutia. Basi hapo mambo yanaanza kwa Malavidavi, wanaanza kupendana. Lakini shida inakuja hapa ambapo siku moja huyu dada anaenda kwa Spence kutaka kwa rafiki yake Spence kutaka kwenda kumfanyia surprise birthday. Lakini tunakuta Mwamba naye anaingia ndani. Tukumbuke Mwamba alikuwa mwandishi wa vitabu, kwa maana hiyo amekuja kwa rafiki yake kwa sababu alishatoa taarifa nyingi sana kumhusu yule dada, ambacho kitu kinapelekea kaka, kwa kuwa ameshagundua kuwa Sugar anampenda, anakuja na kumwambia rafiki yake, usiposti tena zile takwimu wala usisubmit kile kitabu, kwa sababu sasa nimeingia kwenye penzi na Sugar na mimi nampenda Sugar. Kwa maana hiyo tusimposti, kwa sababu tutakuwa tumevujisha taarifa zake wakati mimi nimeshazama kwenye mapenzi. Bila kujua kuwa Sugar yuko hapo alipanga kumfanyia. Japo rafiki yake anamshtua, anamwambia usiongee, tutaongea baadaye. Lakini Mwamba anakuwa na force, nimempenda huyu dada, naomba usiweke taarifa zake, nipo chini ya miguu yako kaka, usiweke taarifa zake, na kuomba usiweke taarifa zake. Mara pap anamnyamazisha, lakini jamaa elewi. Pap yule dada alitokea na kuweza kugombana naye. Ugomvi ulikuwa mkubwa sana na kusababisha dada kwanza kumkataa Mwamba. Mwamba alikataliwa sana
alibembeleza sana. Akiingia kwenye gari mwamba mdada hataki, akitaka chochote kuhusu yule dada anakuwa anamkataa. Kwa maana hiyo mambo yalikuwa sio mambo kwa kijana wetu Spence, na kama kuharibu alikuwa ameharibu siku mbaya ile mwefunga, alafu unakuta funga yako katikati imeharibika, unapaka kuumia kwa sababu unajikuta umeshinda njaa kwa kujiumiza. Mara papo hataki kusikia, mrembo akiwa kwenye gari hataki kukuongelesha, anafunga milango kwa hasira, ukimpigia anataka kukugonga. Ile unapata shida, unahangaika, unajaribu kubembeleza hapa bembelezeki, mwamba hataki, dada amechukia, dada haelewi. Lakini siku moja tunakuta aunti anakuja kusaidia mahusiano, kwa sababu anaona Sugar anakuwa hana furaha, hana amani. Basi anaamua kuingilia kati na kuweza kumshauri, kumwambia Sugar, mahusiano ni kitu kigumu sana. Kuweza kukaa kwenye mahusiano kunahitaji malavidavi, kuweza kukaa kwenye mahusiano kunahitaji uvumilivu, kuweza kukaa kwenye mahusiano kunahitaji utulivu na kuweza kufikiria kwa kina, akili matulivu. Ukitaka kukaa tulia, uweza kujibu, na mapenzi hayapo kirahisi. Hicho mapenzi ni magumu. Kwa maana hiyo chochote ambacho mmefanyana na Spence, mimi nilitamani muweze kukaa chini na kuongea na kuyamaliza, kwa sababu yule ni mwanaume ambaye alikuweka kwenye furaha sana. Basi tunarudi huku kwa Spence. Spence hana furaha toka achane na mpenzi wake, lakini rafiki yake anaweza kupigiwa simu na kuambiwa kwenye ile paper walikuwa wameandika imeweza kushinda na kuweza kujishindia zaidi ya milioni 20. Lakini mwana Spence tunaona hafurahi kuona kile kiwango cha hela ambacho kimeingia, wakati mwamba wake anafurahia, anacheka na kushangilia. Lakini bwana Spence yeye amekaza tu, na kuwa yeye akili yake ilishapenda kwa yule dada. Yeye akili yake ilikuwa ikimwaza Sugar, semeki, hayambiliki, mimi sitaki, mimi siluki, kwa sababu muda wote yeye akiwa anafikiria Sugar, maisha aliyokuwa anaishi kwa furaha, akiona milioni 20 na ule upendo, anaona anaona kala, anaona sina tena haja hizo hela, kama nimepoteza penzi la mtoto mzuri, mtoto la. Kwa maana hiyo anaamua mara pap mtoto wetu anaweza kugonga hodi na kuweza kuingia, basi mara vidavi anaweza kuwaka, wanabusu, wanakisi, wanafurahia. Na hapo ndo mwisho wa movie yetu kali sana. Mimi ningependa kukusii usikose like na kusubscribe, kwa sababu utaweza kuona